Akina mama hawa wanahitaji huruma. Ndio aya ya Mungu, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Wao wanahitaji huruma. Sasa ukiwaonea huruma ndo mawadda yanazalika kutoka kwao. Yani wewe dume, wewe Ali Ayubu, wewe unahitajika uwe na huruma kwa huyu na kwa sisi wengine ambao kwamba tulikuwa tushatangulia tushaoa. Huruma, uwe na huruma kwa mke wako. Khalafu kwake yeye yatatoka mapenzi. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Hapa unagawa. Barakallahu alaika. Na alimwambia Jabir ibn Abdullah alipooa, barakallahu laka. Vyote hivi barakallahu alaika. Mungu akubariki kile kitakachokuja katika mgongo wako kutoka kwako wewe na mke wako, sio mtarajiwa, mke wako Asia. Ndo barakallahu alaika. Watoto wema wapate, watoto waheri wapate, watoto sio mitoto, watoto ambao kwamba watakaosimamia dini, ambao watajua sheria ya Mtume Muhammad, ambao watajua Uislamu, watakuwa na huruma. Ndo barakallahu alaika, kile cha juu yako kitakachokuja kutoka kwa mkeo. Ama barakallahu laka, wewe kama wewe, riziki zako akufungulie, maisha yako unapoenda, unapohangaika, unataka upate 3, 7, 8, Mungu akupe hizo 7, 8, 9, riziki yako isibane, isifinye. Ndo maana barakallahu laka. Lakini kwenye riwaya nyingine Imamu Tirmidhi, Mtume akakusanya yote dua ya pamoja, akasema kwenye hadithi maarufu, kana sallallahu alaihi wasallam idha rafa al-insana, kana sallallahu alaihi wasallam idha rafa al-insana, alikuwa Mtume akimkumbatia mtu idha tazawaja, idha rafa al-insana idha tazawaj, akimkumbatia yule ambaye aliyeoa. Tunamkumbatia hivi, kumpiga makamame mnasema, bega la huku na huku, au kama si hivyo basi utampa mkono. Mtume alikuwa akimwambiaje? Barakallahu laka wa baraka alaika, jamaa bainakuma fi khair. Na Mungu akukusanyeni wewe na mkeo katika khairi, na muendelee kuishi miaka 30, 40, na ikiwezekana Mungu kama amekupeni umri tawil mpaka miaka 50 na 60 mufike huko. Kwa hiyo tunakuombea dua na Mwenyezi Mungu aibariki hii dua kwa baraka ya wakati huu na kwa baraka ya muda huu, na ndoa yako iwe ya khairi. Lakini kikubwa kwako wewe na kikubwa huko atasikia, ujumbe utafika. Hivi mulimuli vinavyomulika vitamfikishia ujumbe. Akina mama watanisikia, wengine wale pale. Akina mama hawa wanahitaji huruma. Ndo aya ya Mungu, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Wao wanahitaji huruma. Sasa ukiwaonea huruma ndo mawadda yanazalika kutoka kwao. Yani wewe dume, wewe Ali Ayubu, wewe unahitajika uwe na huruma kwa huyu na kwa sisi wengine ambao kwamba tulikuwa tushatangulia tushaoa. Huruma, uwe na huruma kwa mke wako. Khalafu kwake yeye yatatoka mapenzi. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Hapa unagawa. Sio upendo utoke kwake yeye na huruma utoke kwake yeye. Sio kweli. Wewe huruma, yeye mapenzi. Huruma wewe kwenye haki zako zingine inabidi usamehe. Usiutumie ujemedali na ujenerali. Utafikiri mwanajeshi au polisi au askari. Muda mwingine wale wanakuwa wanatoka katika ule utu kwa sababu ya wale watu wanaokutana nao wanakuwa hawana akhlaq. Inabidi watumie kile cheo chao. Sasa wewe usitumie cheo chako kwamba mimi kama mimi, kwa sababu cheo iko Mungu amekupa. Wewe mume amekupa Mungu cheo iko. Sirrijalu qawamuna ala nisa. Ndio hivyo lilmar'ati satarani alqabr wazawj. Ndio Mtume anasema mwanamke ana stara mbili basi. Stara ya kwanza mume apate mume. Mbona Mtume hajasema mwanamume ana stara? Huyo mwanamke ndio ana stara. Stara ya kwanza ampate mume. Stara itakamzuia nini? Stara umeona hapa na ikapanzia. Stara haoni huku na wewe uoni huku. Pale nafunga pale. Wewe uko aoni huku ndio stara, anastirika. Stara ya pili kaburi. Hii stara ya pili wote pamoja, lakini stara ya kwanza yake yeye kama yeye kustiriwa kwake kumpata mume. Wewe ndio unamstiri. Sasa usitumie ule ustara wako
ukitaka kutumia ule kwamba wewe ndo mbabe, kuwa mpole, kuwa na huruma. Amechelewa muda mwingine, hajakuaga muda mwingine, haki yako. Hajakupikia muda mwingine, haki yako hii. Umeacha pesa kila kitu, pengine ametoka labda kuna jambo amelifanya, amechelewa, ameunganisha safari, ameenda huko, ni haki zako hizi. Una hamu, unashajua ni kusema hivyo, ushanielewa. Unataka tendo la ndoa, hajakupa wiki moja, wiki mbili, nawe kabayana na ikawazi. Kwa sababu ni dhima hii. Wiki moja, wiki mbili pengine na maasira yake, na vumilia. Yani ukivumilia kwenye haki hizi, ukivumilia kwenye mambo haya, huruma, yani huruma ipatikane kwenye haki zako. Sio mnyimekula, unaenda kutoa nje huku, unasifiwa nje huku. Ali bana hodari, ukimwomba katoa. Ali bana hodari, ukimwambia kitu chako kakutatulia. Lakini kwa mkeo mnagombana kwenye sabuni. Atakuja kukwambia mbwa, atakuja kukwambia nyoka. Kwa sababu wewe ndio umekosa nidhamu. Yeye ndio mtazame wa kwanza, umpe haki zake. Ukishamlea katika haki zake na haki zako ukakubali kuzifinya kumpa yeye, basi wewe ndio utaingia katika ile hadithi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil janna. Riwaya Imam Tirmidhi, hadithi sahihi. Mwanamke yoyote atakayekufa na mume wake yupo radhi, huyu mwanamke ni wa peponi. Na yeye yule, unaona mtoto anavyolelewa na mzazi na baba na mama. Baba na mama ndio wanapata tabu, unatafuta pesa, wanahangaika, wanampeleka shule, wanamnunulia daftari. Baadaye yule mtoto ndio anakuwa mtoto kama radhi kutoka kwa wazazi ndio itamfikia. Sio una mtoto umemtupa, uangalie majukumu yake, alafu baadaye utakawe mtoto kutoa radhi. Na wewe ukishamlea, ukitoa haki zako kumpa yeye na ukakubali kuwa yeye baadhi ya mambo uwe chini wewe, ukamtimizia wajibu wake, yeye kule baadaye ndio atakuwa kama mwanao. Linalotokea faida yake ndio aliyosema Mtume. Akifa yeye na wewe umemridhia yule mkeo, yeye wa peponi. Wewe huwezi ukaridhia mkeo wa swali, huwezi ukaridhia. Huwezi ukaridhia mkeo anaye kama mawigi, huwezi ukaridhia mkeo anaye kama kucha, huwezi ukaridhia. Hauwezi ukaridhia vitu kama hivyo. Ukiwa wewe katika hali ya kumvumilia mke wako, basi ujue wewe utakuwa mwanamume aliyemsema Mtume, na wewe unakuwa una nembo ya kuweza wewe kuridhiwa, na una kitu kinachoitwa radhiyatan mardhiya, mume aswa aliyekamilika. Umepata pesa, muangalie mke. Tena sasa hivi ukipata pesa unayompa mkeo ndio ina thawabu zaidi kuliko pesa yoyote. Pesa unayopata akikwambia mkeo unataka kitu fulani, dela, sijui kidudu gani, sijui nguo gani, ile ya mkeo ina thawabu malipo makubwa kuliko yoyote. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ndio maneno ya Mtume. Pesa utakayoitoa kumpa mfanyakazi wako, pesa utakayoitoa kwa ajili ya kwenda wapi, msikitini, kwenda kuweka feni au kuweka kapeti, unapata thawabu, hujakatazwa. Pesa utakayoitoa kama kwa ajili ya jambo lolote la kheri, kununua mashafu, kununua vitabu, kupeleka watu wakasome, unapata thawabu. Lakini Mtume akasema aje, dinarun anfaqtahu ala ahlika, pesa utakayoitoa kumpa mkeo nyumbani kwako, kwa mkeo, adhamuha ajra, ina malipo na ina thawabu kubwa sana sana sana. Swali, kwa nini? Kwa sababu pesa yako kumpa lazima. Kwenda kutoa msikitini, kununua mafeni, kununua makapeti sio lazima, ni sunna. Yule lazima umpe, na kama hujampa unapata dhambi. Sasa asija akaja kupambwa nje uko na watu wa nje, na wewe mwenyewe uwezo unao. Tena ukipata onesha kama umepata 500, umepata 300, umepata 400. Bana, kamata hizi 200 chukua, au kamata 300, wewe unabaki na 100. Ili wao ukiwa umekosa, Ayubu nani Ali anajua mama wangu amekosa. La kwa sababu gani? Kwa sababu anajua ukishapata unampa. Sio ukipata unaenda kutumia huko wapi, unaje kujirusha huko mabaharini, bichi miogo, sijui kitu gani. Mambo haya acha sasa hivi, ushatoka huko. Upo katika ulimwengu mwingine. Mjali mkeo, mpendezeshe mkeo, ale vizuri, nguo mzuri. Ikiwezekana wewe vaa nguo ya chini isiyokuwa ya thamani, yeye mveshe nguo ya juu. La mwisho namaliza, usikubali vitu vyako vya ndani kupeleka nje. Na maanisha asrari zako za ndani. Usikubali kwenda kuzitoa. Kama una rafiki, kama una masikani, kama una watu wako, kama una vijiwe, usikubali. Ndoa ikishaanza mambo ya vijiwe, kupeleka huku, kupeleka kule, labda iwe imefikia ghaya, mwisho kabisa, huna la kufanya, hapo sawa. Lakini vumilia. Kuna vitu unasema hapa mimi navumilia, hivi nakivumilia. Lakini kuna vitu vingine vya kawaida, vile vitu unaona hiki kigumu,
Usikubali kutoka na kumwambia rafiki, utaharibu ndoa yako. Sikia Ali, unapoenda kuambia hao wa pembeni, nao wanamtaka mkeo. Kama wewe ukiona kuna kitu labda kinakukera, wao wako tayari, watamchukua, watavumilia na kero zake, na wataishi naye, na watampamba, na watatulia, na wataenjoy, na watarelax. Sasa ukienda kuambia, watafurahi. Mwisho wake watakupa habari za kukuchuza, kukuingiza katika mkenge. Mwache hivi na hivi, kwani hamna wengine? Uongo. Ukimwacha siku ya pili, siku ya tatu unamtembelea ana yeye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.